Vale, ngoja saa ngapi hapo? Nimekuja muda ila sio sana. Nilikuwa naota hapa. So unajua ndoto zangu ipo siku tunakuja kwa bonge la msanii, yani nimeota yani watu wananishabikia balaa, yani bonge la msanii, yani kila mtu Ntino. Kwa hiyo ndio hivyo, yani hapo nimekuja kunishtua. Vipi lakini nyumbani? Safi. Niambie. Mwanzo nimekuja hapa. Nataka nikwambie kitu. Kitu gani? Unajua mimi hapa sina hata simu. Sina hata simu. Wenzangu nikipita huko wananilishia tu na simu zao, kama rafiki yangu na simu yake kubwa nzuri. Mimi sina hata simu. Kwa nataka unisaidie hata simu hata kidogo tu na mimi cha mawasiliano. Nakwambia kila siku usijali, mimi nakuja kwa tu msanii mkubwa, ndio kununulia simu, sijui nini. Wewe utapendeza tu usijali. Mimi nakuja tu kwa bonge la msanii, wewe utakubali tu, usiwazi. Kwa muda sasa, wasema tu hivyo. Nitakununulia, wewe usijali, mimi nitakununulia. Yaani nikijipata tu kwenye nyimbo zangu, usiwazi kubali nyimbo zangu zile. Yaani nikijipata tu mimi nitakununulia simu, usiwazi. Yaani bonge la simu, mimi nitakupa. Umekuwa Mungu bwana. Hamna nyamini, mimi yani Mungu atabless tu, ndakuja kwa bonge la msanii. Bwana mimi natoka. Sasa unaenda wapi? Vale. Jamani pale. Shemeji. Jina. Naam kaka. Vipi? Oe. Kuna shida gani? Mbona shemeji amepita hapa haile sielewi, afu namuita dakika za mwisho ananifanyia hivi. Kuna tatizo? Shemeji yako amechoka kalenda kaka. Amejichoka kalenda. Shida na simu, anaonea wivu wenzake wana simu kubwa, wanapendeza, pamba kali, hata kisosaudu cha shilingi 5,000 rafiki yangu wana. Ndio hapa yani ugomvi wote wanataka simu kubwa, amechoka kuvumilia kila siku ngoja kesho baadaye, ndio hivyo kaka. Namwambia mimi ndakuja tu kuwa msanii mkubwa, atapata hivyo vitu, ataendesha magari lakini hataki. Yaani ujue ni kweli bwana, kwa sababu unajua bwana hawa wake zetu inakuwa inafika stage wanakuwa wanaona vitu kwa marafiki zao, kwa wanahisi watu tutakuwa tunalingana uwezo. Mshikaji wangu, pole sana kwanza kwa changamoto, kwa sababu ninachoamini hilo ni pigo. Nahisi mpaka mmetoka kurukushana nje huku umekuwa ni mtiti mkubwa. Lakini jamaa wangu, kuhusu uwezo wa muziki, mimi uwezo wako nakufahamu. Hivi kwa nini mshikaji wangu, hebu na mimi tusiungane kupambana ili niweze kutafutia connection jamaa? Kaka, ni utakuwa umetisha balaa. Kwa sababu hapa nakumbuka kuna jamaa mmoja hivi ana studio yake. Kuna mwana na studio. Na huyo mshikaji waga anashoot nyimbo za wasanii tu wakubwa, yani waga naona wanaenda kushoot pale. Wanashoot. Kwa hiyo nikienda pale nikimpa mistari anaweza akatuelewa tukapata njia. Hapa kitu cha kufanya, wewe nimtafute niongee naye. Kwanza unajua babu, hao watu waliojipata kidogo waga yani hawezi kukupa go ahead ya faster. Ngoja mimi nimtafuta, lakini nitaendelea kutafutia connection na zingine tofauti na pale. Nitakapopata kuwa nibahatisha jamangu. Kaka utakuwa umetisha balaa brother. Nashukuru sana. Kinyonge sana. Mimi naye kwa sababu tumetoka mbali. Tutakuwa sawa. Sasa mimi nilikuwa nimekuja kuona kwa sababu ishakuwa changamoto hivi. Basi mimi ni timke zangu. Pamoja kaka, mimi nipo hapa pamoja sana. Hamna noma. Dua bro. Poa kaka. Wala. Vale. Vale. Njoo niko huko. Mambo. Mzima. Za siku nyingi. Vale. Ani wewe unataka nikwambie mara ngapi? Kwamba mimi nakupenda sana. Sisi kwetu pesa zipo, ani kila kitu kipo nyumbani kwetu. Ani kuna vitu vingi. Sio kama mna yako nani huyo Mchino huyo, yani hana lolote. Njoo kwangu no enjoy maisha. Kwanza kaka nisikilize. Hapa nilipo kwanza hapa na stress zangu. Kwa siku nyingine nitakupa jibu lako, sawa? Siku nyingine hadi lini? Kila siku wananiambia siku nyingine. Siku nyingine tukikutana. Hapa nilipo nimechanganyikiwa mwenzako. Sawa, najua nani wewe ni mke wa mtu. Ila mimi kwangu
nakupenda sana Vale. Sawa, nitakufikiria. Sawa, nitasubiria jibu langu kutoka kwako. Aya. Odi. Karibu. Vipi mdogo? Sawa. Sijaona ukaweka mavyombo ovyo hapa. Bwana kama kaka uko sawa vipi? Ndugu wangu, yaani kuna jambo linaniumiza sana. Akili mwangu. Na sio yaani hili jambo toka jana yani nipo nalo, yaani kila nikijaribu kutafutia namna inakuwa changamoto. Jambo gani? Bwana nina rafiki yangu mmoja hivi. Yeye yule rafiki yangu ni msanii lakini ambao bado yupo underground sana. Yaani kiufupi hafahamiki wala hajulikani. Lakini yaani hata akiwa anafanyia rehearsal yani anapiga ngoma zake ni nzuri tu. Unamaanisha kama ni msanii? Ni msanii. Sasa cha ajabu kinachoniumiza, yaani mpaka imefika hatua wanaachana na mke wake. Kisa yeye. Yaani kisa yeye yani yule jamaa hana pesa kwa sababu siwezi bado hajaanza kuingiza hela. Nikaa nawaza hapa na jamaa wangu mmoja anataka nimpeleke aende akamuone kichai. Kama akisema yuko vizuri basi yani jamaa ili aweze kupata chochote kitu. Sababu sipendi mchezo wangu yani waachane na mke wake sababu ya pesa. Inavyoonekana ile mke wake anapenda hela bwana. Kwa hiyo shemeji hayupo? Shemeji yako alikuwepo nje na ushosho vyombo hapo. Na imani anaweza kama ameenda labda gengeni hapo kuangalia mazagazaga. Unajua muda umeenda. Na panja iko na nyuma basi. Kwa hapo na njaa mdogo wangu? Na njaa tu. Sasa ndio hivyo. Alafu unajua yani huko ndani penyewe alikuwa bado hata hajarekebisha. Kwanza labda baadaye kidogo utageuka. Mimi bado nipo hapa. Na boost simu yangu ili niweze kufanya connection. Acha niende kwanza huko chini. Poa mdogo wangu. Blaza. Wewe vipi? Kama kaa. Kama wewe vipi? Fresh, karibu. Fresh. Niambie. Anaona upo. Mimi nipo. Kwa kupigia blaza kwa upatikane kidogo. Mbona mimi nipo tu simu yangu iko hewani? Tangu siku ile tulipobonga kwenye simu kwamba blaza mkubwa mimi nacharaza kidogo nimekuja yule. Kumbe ndio wewe? Ndio mimi ndio. Ndio ile namba inaisha 65. Sahihi. Sasa mbona umechelewa sana vipi? Mjomba nilikuwa bado. Unaweza kweli? Naweza mjomba. Hebu nipe vitu nisikie. Poa. Sio uzengue. Haina noma blaza sasa kufelisha. Changamka, toa kitu hapo tuone. Unishima. Napambana siku na mchana. Ipo siku nitapata, ipo siku nitana. Sauti yenyewe unaona sauti. Siku na mchana ndo maana kila siku bila takuchoka.